Mpendwa katika Kristo, habari ya asubuhi, na hii ni Hope TV Dikto. Leo Januari 6, kesha la asubuhi linasema Roho Mtakatifu huleta hekima na ufahamu. Basi tuombe. Asante Mungu wa mbinguni kwa ulinzi wako. Umekuwa nasi nyakati za usiku mpaka asubuhi ya leo. Kuwa nasi pia katika siku ya leo, ni kwa Bwana Yesu Kristo. Amina. Kitabu cha Isaya 11 na mstari wa 2 anasema, na Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Roho Mtakatifu anapofunuliwa ukweli, utapata uzoefu wa thamani zaidi, na utatamani kuambia wengine mambo yatiayo faraja ambayo yamefunuliwa kwako. Unapoingia katika kushirikiana naye huyo Roho Mtakatifu, utawasilisha mawazo mapya kuhusiana na tabia na kazi ya Kristo. Utakuwa na ufunuo mpya wa upendo wenye huruma. Utakuwa na ufunuo mpya wa upendo wake wenye huruma, ili kuwapatia wale wampendao na wale wasiompenda yeye. Maana neno linasema, wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kwa maana neno la Mungu ni chemichemi ya bustani yangu, kisima cha maji yaliyo hai, vijito vya Lebanon. Moyo ambao umewahi kuonja upendo wa Kristo unalia kila mara kwa ajili ya kunywa kwa wingi zaidi. Unapotoa, utapokea vingi kwa wingi zaidi. Kila ufunuo wa Mungu kwa nafsi huongeza uwezo wa kujua na kupenda. Kilio endelevu cha moyo ni zaidi yako Bwana, na jibu la Roho Mtakatifu daima ni chukua zaidi. Kwa maana Mungu wetu anafurahia kutufanyia mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo. Kwa Yesu ambaye alitoa vyote kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu aliyepotea, Roho Mtakatifu alitolewa bila kipimo. Ndivyo atakavyotolewa kwa kila mfuasi wa Yesu pale moyo utakapotolewa kabisa kwa makazi yake. Bwana wetu mwenyewe ameamuru, mjazwe na Roho. Na amri hii ni ahadi pia ya utimizwaji wake. Ilikuwa ni furaha ya Baba kwamba katika Kristo Yesu ukae utimilifu wote, na mmetimilika katika yeye. Haleluya! Mungu amemimina upendo wake mwingi kama vile manyunyu yaiburudishayo ardhi. Maana anasema, mawingu na yamwage haki, nchi na ifunike, ili itoe wokovu, nayo itoe haki ikamee pamoja. Kwa utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Mungu akubariki asubuhi ya leo. Roho Mtakatifu ni muhimu sana katika maisha yetu, maana ataleta hekima na ufahamu. Atatupatia nyenzo muhimu za kwenda kushiriki na wengine habari zake. Atatupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kusimama kwa imani na kwa ujasiri, kuweza kutaja na kueneza habari yake katika kipindi hiki cha mwisho na kipindi cha mateso ya kiimani. Yani kipindi ambacho Roho Mtakatifu ni muhimu, na ni kipindi ambacho injili inabidi ipenyezwe katika maeneo ambayo Roho Mtakatifu atahitaji tuyapenyeze. Mungu akubariki na kupatia siku njema. Hii ni Hope TV Dikto, na kuacha na baraka wa kwaya ya Sarasara na wimbo usemao Fimbo. Tuombe. Asante Kristo kwa tafakari fupi ya kesha la asubuhi. Tunaomba Roho Mtakatifu awe katikati yetu, awe kiongozi wetu, ili tuweze kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa Kristo. Amina. Safari ya wana wa Israeli toka Misri kwenda Kanaani ilijawa na vikwazo vingi, kutatani
kutatanisha safari yao. Kushoto kulia kuna milima, kuna bahari. Nyuma jeshi la Farao linatimua vumbi, linakuja kwa kasi. Safari ya wana wa Israeli toka Misri kwenda Kanaani ilijawa na vikwazo vingi kutatanisha safari yao. Kushoto kulia kuna milima, kuna bahari. Nyuma jeshi la Farao linatimua vumbi, linakuja kwa kasi. Musa, una nini mkononi? Nyosha fimbo watu wangu wapate kupita. Nitawaokoa kati ya bahari, nitawaokoa mikononi mwa Farao. Ndipo Miriamu aliongoza Israeli kuimba wimbo mkuu, wimbo wa ushindi. Musa, una nini mkononi? Nyosha fimbo watu wangu wapate kupita. Nitawaokoa kati ya bahari, nitawaokoa mikononi mwa Farao. Ndipo Miriamu aliongoza Israeli kuimba wimbo mkuu, wimbo wa ushindi. Safari ya kwenda mbinguni kwa Baba sio rahisi, silele mama, yahitaji imani imara kupita kwenye njia nyembamba. Watenda dhambi hawataingia milele mbinguni, bali watakaoingia Yerusalemu ni wale washindi wa dhambi. Safari ya kwenda mbinguni kwa Baba sio rahisi, silele mama, yahitaji imani imara kupita kwenye njia nyembamba. Watenda dhambi hawataingia milele mbinguni, bali watakaoingia Yerusalemu ni wale washindi wa dhambi. Musa, una nini mkononi? Nyosha fimbo watu wangu wapate kupita. Nitawaokoa kati ya bahari, nitawaokoa mikononi mwa Farao. Ndipo Miriamu aliongoza Israeli kuimba wimbo mkuu, wimbo wa ushindi. Musa, una nini mkononi? Nyosha fimbo watu wangu wapate kupita. Nitawaokoa kati ya bahari, nitawaokoa mikononi mwa Farao. Ndipo Miriamu aliongoza Israeli kuimba wimbo mkuu, wimbo wa ushindi. Musa, una nini mkononi? Nyosha fimbo watu wangu wapate